Nitaenda wakopa nguo nitawalipa, lakini avae tu awe smart. Maana yake pia mimi huyo jamaa yani najiona mimi tu. Okay. Yeah, sasa kile chenye naweza msupport. Okay. Na mimi nilikuwa nataka nimnyoe vizuri, yani nimnyoe tu vizuri apate tu ile image. Ukisikia neno muziki, ni kipi kijacho katika akili yako? Kwa sababu muziki ninajua kwamba ni kitu ambacho kiko broad na kiko wide. Je, muziki ambao unafanya ama muziki ambao unausikiza, je, unakufurahisha, unakuelimisha, unakupa ile furaha, ama unasikiza muziki tu kutoa stress? Unasikiza muziki hasa kwa madhumuni gani? Binafsi napenda kusikiza muziki wa gospel, na sijui mtazamo wako ni upi juu ya muziki wa gospel, ama ni vipi ambavyo unachukulia muziki wa gospel. But siku ya leo bwana, tuko katika studio zetu za Just TV, tuko na msanii mmoja all the way from East Africa, all the way from Kenya, all the way from Mombasa County 001, na amejulikana kama Mr. K-Tozi. Bwana we, karibu. This is your presenter man Super Steve. Ready, we got do it. Thank you. Welcome back. This is Just TV, the best #1 online TV you have ever had or seen in your media gadgets. Welcome back. This is your presenter man Super Steve. Tuko na Mr. K-Tozi, the gospel artist of the hour. Tuko na ndani ya Just TV. Kando ya kamera kuko na presenter Dasa hapa, utawaona siku nyingine. Wapo tu ndani ya Just TV studios. Bwana, karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Na kama sijakosea unajulikana kama Mr. K-Tozi. Yes. Hebu tukianzia hapa, K-Tozi ni nani? K-Tozi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Naam. Yeah, anatokea Kenya Coast. So hiyo K-Tozi as in Kenya, hiyo K ya kwanza ni no. K-Tozi ina maana tofauti sana. Naam. Yeah. K-Tozi ni jina langu tu wenye nimekuwa nalo watu wakiniita. Ilikuwa ni jina lingine lenye utata. Ilikuwa ni jina lingine yenye iko na utata kidogo kwa sababu si jina zuri katika wokovu. Okay. Lakini nilitumia hilo kwa sababu kuaminisha watu kwa Mungu kila kitu kinaweza kuwa bora. Yaani hata kisicho bora kinaweza boreshwa. Ukisema si jina zuri katika wokovu unamaanisha nini? Yeah, K-Tozi si jina zuri by the way kwa sababu watu walilijaji vibaya. K-Tozi kikwetu sisi kama kuna Mgiriama hapa hata. So wewe ni Mgiriama? Mimi ni Mgiriama kabisa. Alright. Katozi nafikiri ni kindege fulani hivi. Kinapenda kuvizia kwenye hizi minazi watu wanagema. Kikunywa ile pombe. Katozi. Kikunywa mpaka kilewe kabisa. Okay. Sasa kilewa hiyo kitanguka, sijui kama stimu zitashuka, kitaendelea na safari. Sasa mimi babu yangu nasikia alikuwa anaitwa hilo jina kwa sababu alikuwa anapenda sana pombe. Sasa mimi nilipozaliwa naambiwa Katozi amezaliwa. Sasa ni huyu ni anayechukulia usukani wa Mr. K-Tozi. Sasa ni kama walikuwa ni wametabiri tu ni Katozi amezaliwa, ambapo yani ingekuwa ni Katozi yule mwenye alikuwa anakunywa mnazi. Basi mimi ingekuwa nakunywa mnazi. Sasa mimi nikasema kwa sababu lile jina linaonekana vile Katozi ni mlevi kama babu yangu. Wacha sasa mimi niliswitch wajue hata kisicho bora kwa Mungu inaweza boreka tu. Kweli. Yeah, lakini sasa nikasema K-Tozi badala ya Katozi. At least niweke na spices kidogo tu ionekane K-Tozi. Yaani Katozi. Kwa Wagiriama mtu ambie ni aina ndege huyu Katozi. Katozi ni na ndege. Nafikiri Weaverbird. Weaverbird. Hivi vidogo hivi. Viko na mdomo mrefu. Katozi. Katozi. Bwana, karibu sana. Karibu sana Mr. K-Tozi. Yes. Jina wangu sana hilo. Mgiriama wa kwanza huyu kuimba gospel songs zenye ziko na mnatu, na amefanya collab kalikali na wasanii wakubwa ukimwangalia kwa platform zake pale. Nimekuwa namwangalia sana hii wiki yote, na amefanya kazi na wasanii wakubwa. Tutafika huko. Bwana we, ni je sanaa ama uimbaji wa gospel ni wewe ulianza ama ni injili ndio ilikufuata? Ama ni wewe ndio ulifuata injili? Mimi kusema ule kweli, uimbaji wa gospel ndio ulinifanya niingie kwa injili. Okay. Ya si injili ilinifuata ndo nikaenda kwa gospel. Okay. Kwa sababu mimi kabla nianze kuimba gospel nilikuwa naimba secular. Ulikuanza secular? Yeah. Okay. Na zipo sababu zenye zilinifanya mpaka ni switch gospel na nipende gospel. Ingawa hata kitambo. Mimi nilikuwa napenda sana gospel kwa sababu kuna muziki. Ukiingia msikitini kula kuna muziki. Okay. Lakini sasa unakuta kanisani muziki, na mimi vitu zenye nilikuwa napenda sana. Sasa unaona kitu kisikiliza mpaka kikikuingia unasikia tu una vibe nacho. Kweli. Hiyo bila shaka unakipenda. Kweli. Yeah. So before then ulikuwa unachapa secular music? Unachapa secular.
Sasa ile kitu kilichokuvuta sana ukasema hii secular mimi acha nichape muziki. Was it because ni mwito ama ulikuwa unafanya kwa sababu una uwezo wa kuimba ukasema tu acha tu niimbe nijitoe kivyangu katika hii, kwa sababu wasanii wengine najua kwamba wanapoona kwamba watoke kisecular wanaamua kugeuza, wanaamua kupiga gospel. Wapo wengi ambao tunawajua ambao sasa si eti kwa anaimba gospel akimaanisha kwamba ameokoka, lakini anafanya gospel tu kama industry ili kwamba tu afanye mambo yake apate kipato. Je, kwako ni hivyo ama iko tofauti? Mimi tayari naweza sema kuna sababu yenye nilifanya niimbe gospel, ambayo hiyo sababu ili ni lazima iwe hivyo, kwa sababu hata wakati naimba secular, naam, nilikuwa naimba secular tu vizuri. By the way kwa watatu watajiita Fire Boys, na mwanzilishi wa hilo kundi ni mimi mmoja tu. Zipo kwa mtandao hizo nyimbo? Ziko. Ile nyimbo moja ambayo ni ya kitambo hiyo ya secular ambayo ilikuwa kidogo yani hata Tina ilikuwa endaje? Tina. Aha. Tina ulishasema ushanipenda wewe utanitenda. Ninalia umenikimbia baki naumia. Kwa hivyo ulikuwa unaugua mapenzi kabisa. Alikuwa amekutenda. Hii ni story ya mtu ama alikuwa ni wewe binafsi kwa maisha yako? Hiyo ni ubunifu, lakini sasa ni vitu zenye zilikuwa zina relate pia. Okay. Na mtaani maana nilikuwa bado ni watoto. Okay. Yeah. So ubunifu tu. Sasa turudi huko, je, kwa hivyo gospel music unaifanya kama talent ama mwito ama unaifanya because ya biashara kama hivyo? Kidogo. Gospel music mimi nishafanya. Maana hata kitambo naimba secular ilikuwa bado gospel ina attract sana. Naam. Lakini ile tu wacha nisijichanganye kwa sababu watu hawatanielewa. Kweli. Lakini nilikuwa naandika ngoma za gospel na nakaa nazo zile siwezi enda nazo kule kwa ile kundi. Kabisa. Eti sema tuimbe hizi kwa sababu wale tayari watasusa na wajua yani. Lakini sasa kuna time by the way venye tulikuwa tunaimba wale wenzangu wawili nilikuwa nimewashirikisha hilo kundi kwa sababu mimi nilianza kuandika nyimbo mimi peke yangu. Nikawashirikisha ile kundi kuambia nyinyi itabidi tujiite Fire Boys, tuwe kundi hivi na hivi, lakini kuna sababu zangu za kufanya paka nitafute wale watu kwa sababu ya kipato. Wale walikuwa wanasoma sawa, lakini sasa unajua yule mtu anasoma lakini ana boda, anapiga boda, lakini mimi nasoma lakini hakuna anything yenye inanipa hela. Unasikia, lakini hakuna vile naweza mwambia babako ama mamako nipe pesa nikaimbe, no. Ndio. Sasa unakuta nikasema hao wenye wana pesa na hata hawana ile hamu ya kuimba, wacha niwafate, niwaandikie ngoma, niwape kila mtu verse yake, waimbe. So you're a songwriter pia? Yeah. Okay, continue. Waimbe. Sasa wakiimba kwa ile ngoma najua watalipia. Naam. Sasa mimi nikachukua hiyo part. Okay. Lakini sasa ilifika time unajua mwenye hauna hivyo tu unakuwa down. Kweli. Yeah, sasa ikafika time kule mtaani unasikia huyu ameharibu. Sasa ukiangalia nyimbo mwanzo hata intro na andika mimi. Alafu mtu anakufuata anakuambia umeharibu ngoma verse yako. Sasa hiyo inakuwa ni uchungu. Kweli. Lakini sasa unakuta kule mtaani pia ukisikia story, mtu fulani ameharibu. Sasa kumbe ni ile tayari umefika time umesusiwa hali ya kuwa paka unaonekana huyu hafai. Kwa sababu mimi nilikuwa na ile jina baya, alikuwa ni watu ni kama hawanipendi paka mtu anakuambia huyu si mzuri. Mimi nisikuze paka ugonjwa yani. Hata nikifika disco vumbi tumeenda sikiza nyimbo zetu. Au sio? Griamaland sasa unaongelea Griamaland. Lakini sasa unakuta mimi na vibe na wenzangu lakini vile visichana vidogo vidogo venye tunavivizia. Mtu anakuambia gay. Kuvizia ni uko hapo. Azin kukatia au vile video. Nishakuelewa. Sasa unakuta mtu gay. Huyo kitu ndio yuko hapo. Huyo ana ukimwi asikushike. Sasa fili da. Sasa wale mabeshte ambao sasa nao nikave. Ono wananichekelea ile ya kuwa wamemlenga. Alafu sasa ukisikia hiyo ngoma nimeandika mimi mwanzo mwisho. Sasa zingine paka unakuta hiyo ngoma imeenda viral lakini sasa unajua haiko registered popote pale. Nyimbo wanajulikana tu yule ndo alimba lakini mtu mwingine hajui. Kweli. Unakuta ngoma inaenda mtu fulani anaenda perform kwa disco anajulikana ni yake. Yule anaenda perform kwa disco anajulikana ni yake lakini unajua wewe ndo umeimba. Sasa alikuwa anaifeel ile kitu paka anamwambia bro. Sasa mtu akiniambia ngoma yangu si nyinyi mwe mnaweza ambia nyinyi mnanicheka. Naambia sasa sisi tutawaziba nini? Na wale ndo marafiki kuna hivi sasa kusema sawa. Ikafika time nikapewa bibi haswa. Wewe kwa mtukutu. Yeah. Ndio. Nikapewa bibi sasa alikuwa na ball. Okay. Lakini sasa nikasema mimi hii najua ni mimi. Haina haja niruke. Kwa hivyo ulikuwa wewe ndo nikasema haina haja
Anaje uruke. Anaje niruke. Wacha tu nikubaliane nayo. Nitafanya nini? Yule mwanadada alikuja kwa sababu ya kipaji ama yule mwanadada ilikuja baadaye? Yule mwanadada anaweza sema hata hakuwa anapenda niimbe. Kwa hivyo hakuwa anavutwa na kipaji. Ndio alikuwa ananiambia niachane na kuimba kwa sababu wale wenzangu wenye wananitenga. Ndio inanifanya anapata stress. Alafu yeye tayari alikuwa amesoma akili yangu, huyu mtu anapenda kuimba kuliko kitu chochote. Okay. Alafu wale watu wanakukashifu kutoka na huko kuimba, ndio kuna kuondesha. Unaona sasa. Kwa hivyo ulikonda wewe. Nilikonda. Sasa unaona ikafika time. Ilipokuwa ule msichana ndo ameletwa pale. Unajua mama ni mlezi lakini baba pia ni mlezi wa kukukomaza. Ndio. Sasa babangu akasema sasa unaona mimi yale maisha yenyewe nimepitia kwenda Kongowea, sijui stories zake tu za kitambo, kwenda Kongowea na kula machungwa yale yameokotwa alafu nalala kwa kibanda, nikiamka asubuhi napiga hustle zangu. Wewe sasa nenda hivyo. Si hata kuna kazini yako amekupigia simu na hujui kazi yote, nenda hivyo. Ukapambana wewe, si umejipa mzigo. Wewe nenda. Sikaanza poa, sawa wacha niende tu. Okay. Nikaja nilipofika Mombasa, kuna pasta mwingine hapa ameweka tonobari tu. Anahubiria hapo. Ule pasta nikamfuata akasema nataka uniombee. Mimi nilikuwa Muislamu. Okay. Akaniombea, akaniambia wewe unajua umekuja hapa. Jina la Uislamu ni Ramadhan. Alright. Sasa akaniambia mimi ninakutabiria, unataka kazi gani? Nikamwambia mwenye ameniita anafanya kinyozi. Na wewe ushawahi kunyoa? Anamwambia kijembe mashine mimi sijaishika kunyoa mtu. Ndio. Akaniambia utaenda hapo na utanyoa. Nikamwambia sawa. Kufika hapo kweli nikanyoa wiki moja. Nile tu watoto wanakuja na wanyoa, kama nimekosea wanarekebishwa. Ndio. Na ule jamaa, lakini ule jamaa akapata transfer kwenda Lamu. Sasa nikajua kazi yangu imeisha kwa sababu ndio alikuwa ameniweka hapo. Alipopewa transfer kwenda Lamu sasa, yule bosi nikamwambia mimi nipe fare niende huko kwa sababu nitakuharibia kazi ya. Wataka urudi sasa kijijini tuseme. Kule akanambia no. Kwa wewe hapa ni bora kuliko imefungwa kabisa. Wewe pambana nao tu. Hata tutaelewana kama nitakupa chochote kwa mwisho mwezi. Nakumbuka mshahara wangu ulikuwa 1400 kwa mwezi. Ndio. Kwa hiyo kwa siku ulikuwa unakula kama hamna. Tuacha. Sasa pige hesabu mtazamaji. Sasa nikakaa hapo nanyoa hapo. Mwisho mwezi ukafika nalipwa. Lakini sasa kitu yenye liniudhi paka nikaona mimi, kwa sababu ule pesa amenitabiria nitafanya na imekuwa. Alafu wale watu wananisusa. Na mimi kuimba ndo mwanzilishi wa lile kunde ambalo tunaitwa Fire Boys. Na hao ndo wamenitenga na sasa by the way siwezi ongea uongo, ni wanoma. Maana pia mimi nikisikia ngoma zao za secular venye wanapiga. Nasema hao wakipatana na mtu mwenye atawasupport wanalipuka. Yaani pia mimi mwenyewe huwa saa zingine nawaaminia. Hata kuna mmoja huona mwambia bro, sikushindi, lakini sasa muziki wa siku hizi ni wa maajabu sana. Kama neema imekufikia, wewe utaenda tu. Kweli. Kweli. Sasa unakuta kitu yenye liniudhi, kuna ngoma fulani tulikuwa tumerekodi Kaloleni kabla nitoke. So home ni Kaloleni. Pole tutajua tu anapotoka huyo. Hatujauliza kitu, tutajua pole tumefika Kaloleni sasa. Sasa kabla nitoke, kuna ngoma kama 3 tuliziacha. Ilifika kama siku kadhaa nikapigwa simu na jamaa mwingine ambaye ni DJ. Na pia ni shabiki. Ndio. Bro, ngoma yenu sijui inaitwa nini ngoma? Sitopenda tena. Nipe time. Nimesikia ngoma yenu nipe time mpya. Hiyo ngoma ni noma vibaya sana. Ndio. Nikamwambia haijatoka bro, umesikia hapa mimi nimeenda studio na kina Willow B. No, imepigishwa disco. Kampigia Willow B. Vipi ile ngoma? Nikamwambia bro, ngoma ipi sasa studio zitoa, hatuna do. Sasa nikajua anaongea vile kwa sababu nisikie unyonge. Ni do, mama na story do. Sikuwa na do. Nikamwambia basi bro, mimi sasa nimepata do na nimepata do fulani hapa. Wacha nitakutumia 2K katika ile 1400 sasa. Usote. Lakini kumbe kwa nimechelewa, yani ilikuwa nimechelewa. Ile ngoma kumbe wametoa na ubaya zaidi wameenda toa verse yangu. Na mwenye amebandika verse, amebandika hiyo yangu. Nikasikia uchungu sana. Nakumbuka nilipotoka kazini. Nikapitia place nyingine hapo, kulikuwa na manyasi lakini ndo njia ya kwenda home. Bamburi bado pale Mwatamba hivi chini kuna ukuta waliuzungusha hapo, kulikuwa na manyasi kitambo. Kaenda keti hapo sasa. Nikasema mimi si Mkristo na Uislamu naweza sema siko. Yaani ingawa nilikuwa naikuwa huko. Lakini wacha tu niimbie Mungu wangu. Ndio. Nikisema naimba Uislamu nitaimba nyimbo gani yenye wataelewa naimbia Mungu yani. Wacha niimbe gospel. Ndio. Na kama sauti yangu watu wananambia kule nyumbani sijui kuimba na haribu vasi kila vasi nikiingia. Wakati mimi ndo nilianzisha muziki kule nyumbani. Ndio. Mpaka watu wakajua kuna Fire Boys. Kabisa. Basi wacha niimbie Mungu wangu. Kama hii sauti yangu
hairidhishi kwa watu kweli, sijui, basi Mungu ndo ataijaji, lakini mimi nitakuimbia wewe, si watu hawanikubali. Sasa nataka nione wewe kama utanikubali. Ndio. Ndo nika switch gospel. Yeah. Nikachukua do, ile pesa kidogo, nikaenda paka producer T, sio unamjua. Producer kwa producer Dazzler Kiduchu. Nishampata. Yeah. By the way, T pia naye alinipokea akanirekodi kwa sababu yeye ni kazini pale, lakini alikuwa na ile, unajua mtu ukimwangalia hivyo unajua huyu kuna kunenjoy fulani. Kweli. Kwa hivyo bro, unaimba gospel unaona huko ndo kunatoka. Ambia lakini mimi naitikia kwa sababu mimi ndo mnyonge pale. Ndo kunatoka Ambia so unaona kina Bahati venye ametoka, wewe pia utatoboa. Sasa unajua huyu ni kama ananienjoy, lakini sasa mimi hajui ninaimba kwa sababu zangu. Simbi kwa furaha yangu, naimba kwa sababu zangu. Okay. Mimi nimekuja kuabudu. Ndio. Si kuja kuimba tu. Sasa hapo do you think that all the gospel artists wa sasa do you think ni ministers ama wengine unahisi tu kwamba wapo tu ili kwamba watoke kivyao vyao, lakini si wa huduma? Kusema ukweli tusiongee kwa sababu sisi ni wanadamu. Ndio. Gospel inatakana iwe ministry na industry. Kwa sababu gani? Naam. Pale studio ukienda pale hakuna venye utapiga makofi pale upewa uje. Pale utatoa do kabisa. Alafu ili injili isonge mbele. Ndio. Basi wewe mwenye labda nitakuja kwa show yako. Kwa hiyo mimi sasa naongea kuhusu mapastors. Pastor ukiniita kwako, mimi sitaki bajeti yako eti sijui bajeti ngapi. Lakini nikifika pale wewe si ndo kusema pale. Kabisa. Nikifika pale basi waambie washirika wako huyu amembariki. Niulize uko na audio? Niko nayo. Basi mchangieni at least tumbariki na video moja. Hiyo ndo njia moja hapo ya kusongesha injili mbele. Okay. Lakini kama nitaperform nikishuka pale unaambia mpigieni makofi. Nikienda studio ama nikienda kwa video production, si ndio? Wale sitawapigia makofi, nitawapa do. Ambao sasa huwa nasema ni beta kama nyinyi mtaelewa huyu mtu anafanya ministry lakini inakuwa industry, kwa sababu yeye anafanya kazi apate do na afanye, kwa sababu hata kuna shule ziko makanisani. Kweli. Hakusomi bure, na hata wacha shule studio ziko makanisani. Hawarekodi bure. Kabisa. Sasa mimi naweza sema tusiongee tu unafikia eti mimi niko wa ministry. No. Mimi niko na ministry lakini sasa inafanya ministry kweli, lakini ile ministry pia ili iendelee lazima inahitaji kuchochewa pia. Okay. Yeah. So that's one it's a honest take I think, kwa sababu most of people walikuwa wanafikiria kwamba gospel music inachukuliwa kama is too much commercial. Na kulingana na Mr. K hapa ni kumaanisha kwamba kivyake ametoa mtazamo wake, na hizi it's an honest take kwamba commercial inakuja kwa sababu he needs to promote that music ili kwamba reach watu. For it to be promoted lazima kuwe kuna hela ambazo zinasongesha ile huduma. Hatuwezi enda tukaanza kuongea na ndimi pale eti muziki usikike Tanzania, muziki usietu wasema ndimi. Lazima pesa zihusike ili injili isonge kabisa, isongeshe na kupata. Welcome back bana, this is Jassy TV. Moja kwa moja kuna ngoma zako ambazo uko unazicheki katika mtandao pale wa YouTube, na nimeona kama umefanya na wasanii wakubwa sana. But before this, let's go for a short break. We shall be back after the break.